Hallelujah, Hosanna. Naungana na malaika leo, nasema hallelujah. Na maserafi leo uimbe hallelujah. Naungana na wazashirina ile nasema hallelujah. Oh hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. Somebody pray. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. Hallelujah, Hosanna. Naona kama wewe umeniweza leo, umenifundisha leo. Ninakuinua, sina mwingine baba. Kuinulia mikono yako, kuinulia mikono yako, tunakuinua leo Baba, tunakuimbia leo Baba, haleluya, haleluya, inulia mikono yako, mwambie anaweza Bwana, mwambie unatosha, mwambie umeinuliwa, mwambie umetukuka, tunakuimbia leo Bwana, tunakuabudu leo Bwana, unastahili heshima, unastahili kuinuliwa. Tunaungana na malaika, tunaungana na maserafu, we say hallelujah, we say hallelujah. Tunasema unastahili Bwana, tunasema umetukuka, tunasema umeinuliwa, tunakupa sifa, tunakuabudu leo, tunakuinua leo. Bwana unaweza, uinulie mikono yako, mwambie ninakuabudu, mwambie ninakutukuza, mwambie ninakupa sifa. Wewe, 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 wewe ndiye Bwana, wewe ndiye Anapenda wakati unapomwinua.
Anapenda wakati unapomwabudu Bwana. Anapenda wakati unamuinulia mikono yako. Anapenda wakati unampigia magoti. Anapenda wakati unatoa machozi. Anapenda wakati unalala chini. Anapenda wakati anapenda. Anapenda unapomuinua. Anapenda unaposhuka. Anapenda moyo uliobondeka, moyo uliovunjika. Anapenda moyo ulianguka, moyo unampenda, moyo unamtazamia, moyo uliovunjika. Waswahili Bwana unatosha. Usinyamaze. Mwambie Bwana usinipite. Usinipite Bwana. Usinipite Bwana. Naweza kuwa mdhaifu, bali wewe ni nguvu kwangu. Naweza kuwa siwezi, bali msaada wangu ni wewe. Naweza kuwa mdhaifu, bali wewe ni nguvu zangu. Naweza kuwa siwezi, bali wewe unaweza ukanisaidia. Wewe unaweza ukaniongoza. Wewe unaweza ukanitetea. Wewe unaweza ukanipigania. Wewe unaweza. Mwambie Bwana usinipite leo. Usinipite leo. Usiniache Bwana. Nina kiu na wewe. Nina kiu. Nifundishe Bwana. Nifundishe yako. Nifundishe Bwana. Ninataka kukujua. Nataka kukuelewa. Nataka manake sikujui. Nataka kukuelewa. Nataka kukujua. Have a way, Jesus. Have a way to the glory. Have a way, Jehovah. Holy Spirit, have a way. We need more of you. Manifest in our lives. Manifest in our lives. Manifest in our lives. We welcome your presence. We welcome your power. We welcome your presence. Have a way now. Have a way now. Have a way now. We are thus of you. 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 We need more of you. We need more of you. Take control now. 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 Hey.
Mesia tunakuinua, Mesia tunakuinua, Mesia tunakuabudu, Mesia tunakuabudu, Mesia tunakuinua, Mesia tunakuinua, Mesia tunakuabudu, Mesia Mwana wa Mungu nisaidie na kuomba. Mwana wa Mungu nisaidie na kuomba. Nisaidie. Mwana wa Mungu nisaidie na kuomba. Jipeleke mbele za Mungu. Mwambie unachokihitaji. Kile ulikuwa na kihitaji utakipata sasa. Bingu imefunguka. Bingu imefunguka. Just place your blessing. Mwana wa Mungu nisaidie na kuomba. Mwana wa Mungu nisaidie na kuomba. Nisaidie. Mwana wa Mungu nisaidie na kuomba. Thank you Jesus. Asante, tunakuabudu tena. Wewe ni Mungu, uliumba mbingu na ukaumba dunia. Miti na hata wanyama wote uliwaumba. Mabonde na milima zote ni zako. Tunaunganika pamoja na makerubi na masarufi na mamilioni ya malaika waliosujudu mbele zako wakisema wewe ni mtakatifu. Hata sisi tuko hapa kusema utakatifu wako. Baba, nakuomba tu, najua tumetenda dhambi. Sisi ni washerati, sisi ni waongo, sisi ni waizi, tumekaidi, tumekuwa na spiritual pride. Tumekuwa na vitu vingi ambavyo vimetukabidhi. Maisha yetu yamekuwa magumu kwa sababu sisi wenyewe ni wagumu. Mambo yetu yamekwama kwa sababu sisi wenyewe tulikwamisha. Huduma zetu zimekwama kwa sababu sisi wenyewe tulikuwa magaidi. Baba, tunakuja mbele zako kutokana na mambo mengi ambayo tumeyapitia. We are not complaining, but we have brought our case before you. Tumekuja mahakamani kwako Jehova, ukatupatie hukumu iliyo ya haki na kuna sisi. Maana wewe ndio unajua nyoyo zetu, wewe ndio unaojua fikira zetu, wewe ndio unaojua maisha yetu. Baba, tusamehe. Baba, tushike mkono tena.
tuwasilishe kwenye mipango yako tena. Tushikanishe pia na nia zako Baba, maana hatuna mahali pa kukimbilia. Tuliibiwa na tukapelekwa, tukaenda kwenye milengo ya kishetani, lakini ukatuhurumia tu, maana sisi ni watoto wako. Na tumesikia kuhurumiwa, na tumesikia kubarikiwa, tumesikia kuonewa vizuri, tumesikia kutembelewa na wewe, tumesikia baraka zako. Baba, na kuomba tu tuwezeshe na utufundishe kukaa na wewe, utufundishe kutembea na wewe, utufundishe kunyenyekea mbele zako, utufundishe Baba tukae kwenye mapenzi yako, utufundishe Baba kuwa watu wa kuelewa, watu wa kuelimishwa, watu wa kunyenyekea mbele yako. Baba, tusije tukajiinua tena, tuwe watu ambao utakutegemea tu na tutasikia sauti yako. Tuwe watu ambao utakutegemea tu kwa mipango yote, tuwe watu ambao utakutegemea tu katika njia zako. Baba, nyoyo zetu na zikayeyuke, zikawa nyoyo ambazo ni si za mawe bali ni za nyama, bali tukakue watoto wako, tukue watu wanaokupenda, tukue watu wanaonyenyekea, tukue watu wanaokaa katika maarifa yako. Mungu, angalia nyumba hii, ni nyumba ulitupatia kwa ajili ya ibada zako, na yakisha moto kona zote, kuta zote na zikawake moto wa Roho Mtakatifu. Mapepo yaliyotumwa na yaliyojituma yote yakasambaratike, yakachomeke, yakaangamie katika jina la Yesu Kristo. Ninakuinulia madhabahu ya Thika, ninakuinulia madhabahu ya Lodwa, na kuinulia madhabahu ya Jerumani, na kuinulia madhabahu hata ya UK, madhabahu zote ambazo tumeanzisha, hata ile ya mtu hapa Baba, na kuomba tu ukatuwezesha tukapate vitu na vyombo ama vitu za kujenga, materials zote zikapatikane, tukaweza kukujengea nyumba ambazo zitakuwa ni za haki, nyumba ambazo zitakuwa zimetokana na wewe, nyumba ambazo kama vile ulivyompatia Daudi ukamwezesha akanunua vitu ambavyo vilihitajika kwenye kujenga hekalu, na wakati mtoto wake alikuja kuchukua ile mamlaka, alienda na akajenga nyumba kubwa, akajenga madhabahu ambayo yalikuwa mazuri, madhabahu yaliyokupendeza, madhabahu yaliyojengwa kwa mpangilio wako, madhabahu yaliyoinuliwa kwa njia zako, na ukaleta watu katika nyumba ile, watu ambao walitumika kwenye hiyo madhabahu na wakawa wabaraka kwenye hiyo madhabahu, na dunia mzima ikawa ikutegemea ile madhabahu zote ziliinuliwa. Mungu Baba, nakuomba nyumba hii ni nyumba yako kwa ajili ya utukufu wako, na madhabahu zote ambazo tumejenga ni zako kwa ajili ya utukufu wako. Wacha na tukaweza kuzielekeza kwa mipango yako. Ninakuomba msamaha wa dhambi zangu mimi na za watoto hawa, na hata za watoto wale ambao nimezaa kupitia kwa mwili wangu Baba, na wao ukaweza kuwasamehea. Wazazi wangu walikukosea, na wazazi wa hawa watu walikukosea. Wale ambao tuliwakuta hapo mbele, mapasta na maubishop ambao wako mbele yetu ni wazazi wetu, nao walikukosea, na sasa hawako wengi wameondoka, na sasa mizigo yao na makosa yao ndio tunalipa sasa. Ninakuomba Baba ukaweza kutupunguzia mzigo huu, tupunguzie mzigo huu Baba, tuondolee tu tukaondoka, tusije tukabebe mizigo hii ya wazazi, lakini tumekuja kwa kutubu, tumekuja kwa kunyenyekea mbele zako. Madhambi walizozitenda, aina yote ya dhambi ile, na kuomba Baba ukaweza kutuondolea, ndiposa tufanye kazi ya utukufu wako, tukafanya kazi kwa mipango yako, tukafanya kazi kwa njia zako, tukasimame kwa malengo yako Jehova. Ukatusaidie Kenya hii yetu ikabadilike, Kenya hii isije kamwaga damu tena. Tumeshuhudia umwagikaji wa damu wakati wa mababa zetu wa Mau wakamwaga damu, wakati wa First World War wakamwaga damu, wakati wa Second World War wakamwaga damu, wakati wa Mau wakamwaga damu, wakati 67 wakamwaga damu, 92 wakamwaga damu, 207 wakamwaga damu. Baba, hata juzi tu watoto walimwaga damu. Na kuomba tu Baba ukiwa mbinguni, wacha na hiyo damu na ikafike kikomo, na kama hiyo damu ndio hii imeshikanishwa na bendera hii, ikakuwa sisi tunainuaga hiyo damu kupitia kwa bendera, ninatenganisha bendera hii na damu ya binadamu, wasije tena ikamwagika kwa sababu ya viongozi wanataka uongozi, wasije tena ikamwagika kwa sababu ya makundi mbalimbali ambayo yanayoinuka wakati kama huu, makundi ya Mungeke, makundi ya Chingororo, makundi ya Machuma, makundi ya Anglo Misri, makundi yote ya Mombasa, makundi ya kaskazini, makundi ya kusini, makundi ya magharibi, makundi ya mashariki, makundi yoyote ambayo yanainukanga wakati kama huu ya kudai damu. Baba, ninainua tu kama kuhani, ulinitenga kwa ajili ya kazi kama hii, ulinitenga kwa ajili ya majira kama haya. Ninapoinua mikono yangu juu
Natubu dhambi kwa niaba ya taifa. Natubu dhambi kwa niaba ya rais wa Kenya. Natubu dhambi kwa niaba ya makamu wa rais wa Kenya, maminista na serikali yote, waliokote opposition, viongozi ambao walikuwa hapo mbele na wasasa. Ninatubu dhambi maana walikaidi na wakakosa kukufuata. Mungu, najua umekasirika ukiwa kwenye kiti chako cha enzi kutokana na tabia zetu mbaya, tabia za viongozi, tabia za viongozi wa kikanisa, tabia za viongozi wa kisiasa, tabia za viongozi wa kibiashara. Wote wamegeuka, wameenda kutafuta miungu ndio wapate kufaulu. Baba, nakuomba tu kama mtoto wako, uliniteua ukaniita kuhani, ndipoza nikulete matatizo yetu yote mbele yako. Ndipoza nikikuja mbele yako, matata ambayo kama vile ulimwambia Musa anunue mfimbo yake juu na miujiza ilitendeka, kama vile ulimwambia Joshua aamke na aende kwenye vita na vita akavishinda, kama vile ulimwambia Elijah ainue madhabahu na manabii 450 wakaisha. Baba, kama vile ulimwambia mtu anaitwa Elisha akaenda kwenye mto ambayo shoka lilikuwa limeanguka ndani, akanyoosha mkono wake kupitia kwa kijiti na akalitoa lile shoka na amani ikapatikana. Ninakuomba Baba, amani ipatikane kwenye nchi yetu ya Kenya. Baba, nakuomba tu watoto wasife, watoto wasije kupitia kwenye majanga ya njaa wala magonjwa wala mateso wala mambo ambayo yanakuja kwa sababu ya ghadhabu, kwa sababu ya makosa yetu, kwa sababu ya shida zetu, kwa sababu ya hukumu zetu. Baba, nakuomba tu, ulimsikia Gideoni na ukamtuma kwenye zizi ya baba yake, akatoa ndume wawili wa miaka 7, na kutoka hapo madhabahu ya baba yake akabomoka, na kutoka hapo ukajengewa madhabahu mapya. Ninakuomba utupatie ruhusa tukakujengea madhabahu. Unipe ruhusa nikakujengea madhabahu Baba. Utupatie watoto hawa ruhusa wakakujengea madhabahu, wakakuinulia madhabahu ya amani, wakakuinulia madhabahu ya upendo, wakakuinulia madhabahu ya ushindi. Tutakapoinuka kuanza kutembea na kutangaza ya kwamba wewe umefika na revival imeanza, wacha Baba kila mtu na akatege sikio lake na akasikie tarumbeta itakapolia, wasikie sauti ya mgambo, wasikie sauti yako na wakufuate. Ninakuomba Jehova, kumbuka nyumba hii. Haya ni madhabahu tuliyokujengea tu kwa mikono yetu. Wacha na ikabadilike kwa madhabahu yako na ikakuwe na nguvu zako. Yoyote atakayeingia nyumba hii akiwa amekukosea, ainue mikono yake juu, atubu dhambi zake Baba ukiwa mbinguni na ukamsikia. Yeyote atakayeingia kwenye madhabahu yote ambayo tumejenga, tumekuinulia, na ainue mikono yake, atubu dhambi zake Baba ukiwa mbinguni na uwakumbuke. Watoto hawa watakapoingia kwenye janga la njaa, wakuje mbele zako, watubu dhambi zao Baba ukiwa mbinguni ukawasikie. Baba, nafunga maroho yote ya kulete machafuko, maroho ya Illuminati, maroho ya waganga, maroho ya occultism, maroho ya Freemason na maroho ya kila kitu ambacho kimeinuliwa kuzuia revival Kenya isiingie. Lakini kutoka leo ninafunga mlango ya maroho hayo na ninafungua mlango wa watoto wako, watoto waliobarikiwa, watoto walioinuliwa, in the mighty name of Jesus Christ. Sema amen. Bwana ameniambia ni amewaponya. Sijui kuna mtu ulikuwa na uchugu mahali ama ulikuwa na shida mahali. Hebu tuambie kama imeisha. Unasikiaje? Imeondoka. Yes, kuna mwingine? Kila mahali ilikuwa nakuuma na sasa kila mahali imepona. Thank you Jesus. Msichana, nasikiaje? At least ni kusema nini? Uko sawa? Ulikuwa na hiyo? Yeah. Okay. Imeisha hiyo kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wa mbinguni na wabariki. Na Mungu ananiuliza nikuambieni muwe tayari kubarikiwa. Na kuwa tayari kubarikiwa ni kutubu dhambi zenu na kukaa jinsi anavyotaka. Tunaweza kukuambia ufanye, lakini ukose kutusikia. Hata kama utakosa kunisikia, msikilize huyo Mungu aliyekuita hapa. Unaweza kosa tu kwa sababu unaweza kuniangalia uone mimi ni mtu wa kawaida, uone mimi ni yule mtu mnajua kutoka zamani, na kuomba tu wachana na mimi. Tazama Mungu aliye mbinguni, ako na uwezo mkubwa. Amewabariki, amewawezesha na amewafaulisha.
Mitego ambayo ilikuwa imewekwa mbele zenu imeondolewa. Mashimo ambayo walikuwa wamewachimbia zimeondoka. Hata mambo ambayo yalikuwa magumu kwako kutoka leo yatakuwa rahisi kwako. Na ni kwa kumtii Mungu peke yake. Watoto wako wamesamehewa. Dhambi zako zimeondolewa. Mipango ya Mungu iko juu yako. Na majina yote mazuri ya Mungu yataonekana, yatajidhihirisha. Bwana asifiwe sana. Nasikia Bwana akiniambia sasa hivi kuna watu wamebariki hapa. Amewaletea, amewapatia vipawa, amewainua vipawa vyao vilikuwa vimedidimishwa. Yani you had been dimmed, but God, kujeni pande nyote. Wacha mtu wa keyboard peke yake abaki huko, nyote mkuje hapa. I hear that God is anointing some people here. Gifts are being released. Songea tu. So kila mtu akae, simama kwenye mkeka, simama tu kwenye mkeka tu hapo, kwa sababu mmetoa viatu. Ingia ndani, wacha kuogopa mami. Inua mikono yako juu. Bwana wa mbinguni anaenda kukubariki, anaenda kukupatia kitu kipya ambacho kitakuwa ni nyota inaong'aa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tahesabu 1, unasema damu ya Yesu. Tukisema 2, damu ya Yesu. 3, tukifika 3, utasikia muujiza umetoka mbinguni. Utasikia nguvu mpya. Utasikia kitu ambacho kimetendeka katika maisha yako. 1, 2, 3. Hiyo imeshuka sasa. Imeshuka, ndio imeshuka sasa. Uwepo wa Mungu umeshuka. Mungu ndiye huyo ameshuka. You have received the new fresh anointing upon your life. Fresh anointing. Sio ndio kufanya sisi. Fresh anointing. In the mighty name of Jesus Christ, receive it now. Receive it in the mighty name of Jesus. Yes. Mmepata kibali. It is the past has gone. The fleshness of God has come. In Jesus' mighty name. And now may the grace Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.